Lady B na Fred ni marafiki wa muda mrefu sana ambao wamekuwa wakitamani kuunganisha familia zao kupitia watoto wao. Huyu anaingia anaitwa Jasmine ambaye alikuwa masomoni Ulaya. Wanafurahi sana kumuona kwani ni muda mrefu sana tangu aondoke kwenda kufanya masters yake Ulaya. Jasmine anafurahi sana kuonana na wazazi wake na wanamwambia ni miaka mingi sana na hongera sana kwa kumaliza masomo yako. Kwa hiyo unakuwa ni wakati mzuri sana, jioni wanapata chakula cha jioni pamoja huko akimuuliza kuhusu maisha yake ya masomo na chuo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanafurahi sana, lakini pia wanakumbushia kuhusu mpango wao kuunganisha familia kwa maana watoto wao. Hapa usiku Lady B anaongea na binti yake, anamwambia vipi lakini ulikuwa unaongea na mwenzako Eric ambaye ni mtoto wa shoga yake mama huyu Lady B. Akamwambia hapana, tulikuwa tunawasiliana sio sana, lakini akamwambia jitahidi uwasiliane na mwenzio kwani tuna mpango mkubwa tunaofanya kwa ajili yenu. Akamwambia sasa niache mama nilale, kesho tutaongea vizuri. Hapa asubuhi Jasmine anaenda kufanya mazoezi na utana na dereva wao anaitwa Alex. Alex ni kijana wao hapa, waliamua kumchukua kwa ajili ya kuwasaidia kufanya kazi za udereva. Kwa anamwambia mimi ndo kazi zangu kila siku hapa, lakini nitakupa company, wacha niende kufanya mazoezi kwanza. Akamwambia hamna shida, kuwa na mazoezi mema. So hii siku hapa asubuhi ubi mkubwa alikuwa anapelekwa kazini. So Jasmine wakati ametoka kufanya mazoezi akamwambia mama samahani, kuna kitu nataka nikwambie. Naomba kuanzia kesho uniachie huyu kijana wako Alex aanze kunizungusha mjini, kwa sababu unajua ni muda mrefu sana tangu nimefika sijazunguka kwenda kuona mabadiliko ya jiji la Lagos. So mama akamwambia kuanzia kesho utaanza kumzungusha Jasmine maeneo mbalimbali ya Lagos. So kesho yake hapa jamaa Alex akawa amemuingiza Jasmine kwenye gari ili waanze kuzunguka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuona jiji la Lagos na kufurahia mazingira. So huyu kijana Alex ni kijana ambaye ni mtanashati sana na bi mkubwa alikuwa anampenda sana kwa sababu anafanya mambo yake yamenyooka, hana mbambamba yote. So kwenye gari umndana alivyoingia huyu Jasmine akatamani sana kujua vitu vingi kuhusu huyu Alex. Akamuuliza mama ameniambia kwamba ni msomi. Umesoma kitu gani? Huyu jamaa akamwambia mimi nimesoma mechanical engineering. Akamwambia na mimi pia nimesoma hiyo. So chemistry yao ikaanza kuongezeka. So hapo waliondoka kwenda kuzunguka mjini na kuangalia mambo mbalimbali. So baada ya muda hapa wakawa wamerudi baada ya kufanya mizunguko. So wameingia, akamwambia lakini tumesahau kupita sehemu kupata chakula. Akamwambia hamna shida, tunaweza tukarudi. Jasmine akasema no, madam tumefika inabidi tupike hapa ndani na tuweze kula hapa kwa sababu kila kitu ndani kipo, kwa hiyo hakuna haja tena ya kurudi mtaani kwenda kutafuta chakula cha mtaani. So walipofika ndani ilibidi waanze kupika kwa pamoja na vitu kama hivyo, unajua kufurahia wakati mzuri. So baada ya chakula kuiva hapa Alex akataka kwenda kulia chumbani kwake. Jasmine akamwambia hapana, njoo tule wote dining room kwa sababu mimi napenda kampani yako, unajua kila kitu kinaenda vizuri. So wakati wanakula hapo Alex akawa anatazama mlangoni ili bosi wake asije akatokea. So kufika jioni ilibidi Jasmine aende kwa mama yake, akamwambia mama nimefurahi sana company ya huyu kijana Alex. Ni kijana mzuri sana, naona anafanya kazi yake kwa ufanisi sana. Nimependa kiukweli. So usiku ule mama kuna ndoto kama ikawa anaota hapa kwamba huyu Alex na binti yake Jasmine wanavishana pete. So huyu mama akashtuka kutoka ndoto, lakini akasema mara nyingi ndoto hizi huwa zinamaanisha au zinaleta uhalisia au zina connect na uhalisia. So Jasmine ilibidi amfuate Alex usiku ule chumbani kwake, akamgongea akamwambia Alex mambo, samahani nilikuwa natamani kesho asubuhi au kesho mchana kama utakuwa na muda twende mjini tukapata ice cream na vitu kama hivyo, napenda sana kampani yako. So kesho yake huyo binti ilibidi aondoke na Alex kwenda mjini kwenda kula ice cream, kula chocolate na vitu kama hivyo. So hata mlangoni hapa kumfungulia mlango binti alikuwa hapendi kwa sababu alikuwa anamchukulia mshikaji kama ni mtu fani tu ambaye mtu poa tu ambaye hataki kumtreat vibaya. So usiku wake huyu binti akawa anamchungulia Alex, akawa anajiuliza hivi naona kama nampenda huyu kijana, kwa nini nisimwambie ukweli, nisifunguke hisia zangu. So akawa ameenda kwenye mlango wa Alex kumgongea ili amfungukie kwamba anahisi kama anahisia naye anampenda fulani, lakini hajui anaanzia wapi kumwambia. So Alex alivyotoka akaanza kujichekesha na kuzungumza vitu ambavyo havipo kabisa, kwani halikuwa lengo lake. So bi mkubwa akawa ametokea hapo akamwambia Jasmine naomba uje juu nataka tuzungumze. So huku mama akawa anawafuatilia, naona mara nyingi wako pamoja. So alimfuata hapa akamwambia Jasmine nina mazungumzo na wewe, naomba uje. Ikibidi amuulize kuna shida gani. Jasmine akamwambia mama mimi nampenda huyo kijana, nampenda Alex. Haijalishi kwamba ni dereva, haijalishi kwamba yeye ni kijakazi wetu, lakini mimi ndo nampenda kwani ni binadamu. So mama akawa amepagawa na ile maamuzi ya binti yake kumpenda mfanyakazi, wakati tayari ameshaongea na rafiki yake kwamba anatakiwa waunganishe familia, kwa maana Jasmine aolewe na kijana wa
rafiki yake. So hapa siku iliyofuata Jasmine akabidi amfungukie ukweli, akamwambia sikia Alex, nikwambie bwana, mimi kweli nakupenda tangu siku ya kwanza nimekuona. Na Alex naye akamwambia na mimi nakupenda pia, kwani naona tunafanana. So bi mkubwa alivyomfuata akamwambia kuanzia leo utaendelea kuniendesha kama kawaida na ratiba ya kumuendesha binti imekufa. Jasmine akamwambia mama, haiwezekani. So tunaona hapa bi mkubwa huyu akiwa ameshikilia chupa inaonekana kama ni dawa hii, akawa anajisemea kwamba Mungu naomba unisamehe kwa maamuzi nitakayoenda kuyafanya. Kwa hiyo hapa akawa ananyata kwenye mlango wa Alex taratibu. Inaonekana kuna kitu amenuia, kuna dawa kama anakawa ananyunyiza kwenye mlango wa Alex. Lakini hapo usiku huo binti yake Jasmine akawa anaelekea kwenye mlango wa Alex. Alipofikia tu pale ilipokuwa dawa, binti kama kuna kitu kikawa kimemuingia, ni kama ukichao umemuingia, ni kwa maana ule mtego ambao alikuwa amedhamiria ategue Alex ukawa umemuingia yeye. So huyu binti akaanza kupiga kelele pale. Mama anafika chini nakuta binti amechanganyikiwa, maskini amekuwa mwenda wazimu. So ikawa ni vurugu hapa sasa, haelewi wafanye nini, kwa sababu akamwambia mpeleke chumbani kwake. Akawa haelewi cha kufanya. Sasa huku tunaonyeshwa pia huyu kijana wa ushoga yake na mama yake na Jasmine amefika kutoka Marekani, na yeye alikuwa ameenda kusoma masters yake. Sasa ni miaka mingi sana. Akamwambia mwanangu, karibu sana, kwani umekuwa kijana handsome. Lakini akamuuliza umeongea na Jasmine? Akamwambia hapana, nikimpigia hapatikani na simu zake sometimes hapokei, ikabidi wampigie. Kupiga simu ikawa haipokelewi. So wakawa hawaelewi cha kufanya. Lakini upande huku Jasmine ameshachanganyikiwa, mama haelewi anamcontrol vipi kijana wake, biamini binti yake haelewi. So akamwambia inabidi umpigie simu Alex. Alex inaonekana alikuwa ameshafukuzwa kwenye nyumba, inabidi arudishwe ili aweze kumtuliza Jasmine. Inaonekana Jasmine kichaa chake kinatulizwa na Alex peke yake. Kwa ni kichaa ambacho cha kuchagua sana watu. So Alex alivyoingia hapa, mama anamwambia inabidi mwanangu nisaidie kumtuliza binti yangu, kwani kichaa chake kimekuwa hakizuiliki. So Alex kabidi amtulize, amhendo. Mama akawa haelewi cha kufanya, lakini kiuhalisia akawa yeye anajua tatizo amelisababisha yeye mwenyewe. Ilibidi amfungie binti yake mule ndani na aweze kutulia kwa usiku. Sasa asubuhi yake anakuja kumwamsha Alex, kumbe Alex alilala mlangoni pale kwa chumba cha Jasmine. Akamwambia hivi, ulilala hapa kweli? Sasa cha kufanya inabidi uzingatie usafi pamoja na swala la kupika, lakini hakikisha hakuna mtu yote anayekuja kuingia ndani. Sasa asubuhi wakati jamaa anafanya usafi, mama anaingia analia kwa kugalagala. Inavyoonekana yule mganga aliyempatia dawa amefariki, kwa hiyo maana yake hakuna tena solution ya kumtibu binti yake. Kwa hiyo mama akawa analia, anamlaumu Mwenyezi Mungu, anaomba Mwenyezi Mungu amsaidie. So alipokuja rafiki yake na kijana wake Alex akamwambia wametoka, wamesafiri, wameenda nje ya mji. Mama anasema wanaenda vipi nje ya mji wakati mimi ni rafiki yake, alipaswa aniambie. So akamwambia hivyo wamesafiri. So jamaa Alex alipokuja kwa mama akamwambia mama, inabidi ukipiga simu akituma message upokee, kwani utanisababishia mimi matatizo, utahisi mimi nimekuua. So huku kuna kelele zinatoka chumbani kwa Jasmine. Jasmine anakuja anamrukia Alex, anamkumbatia. Mama alikuwa na hali ya huzuni, analia kutwa nzima, hajui cha kufanya, kwani anajutia kwa maamuzi aliyofanya. Sasa huko kwenye gari huyu rafiki yake na Jasmine ikabidi ampigie, kwa sababu akawa hawaelewi. Kwa haiwezekani mtu uondoke bila kututaarifu. So alivompigia akamwambia shoga yangu, umeondoka vipi bila kututaarifu? Akamwambia hapana, nilipata kazi kidogo. Akamwambia kijana wetu amefika. Wao kijana wetu, karibu sana. So mama baada ya kuongea na simu ilibidi alie mpaka kupitiwa na usingizi pale. So alikuja chumbani kwa Jasmine na kuchukua simu ya Jasmine kwa lengo la kwenda kuitumia. So akamwambia muamshe atoe password. Alex akamwambia password naijua. So mama pia hapa alishtuka. Yani hao wamekuwa karibu kiasi mpaka wanafahamu password yake. So Alex ilibidi atoe ile password na ampatie simu mama kwa ajili ya kwenda kuitumia kwa matumizi yake. So huku huyu jamaa Eric akaanza kuona anajibiwa simu na Jasmine. Akasema mama, simu Jasmine ameanza kunijibu. Kumbe ni mama mtu alikuwa anamchatisha kwa ajili ya kuwazubaisha. So Alex alivomfuata huyu mama asubuhi akamwambia mimi naweza nikakusaidia, labda tumpeleke hospitali. So mama alikataa kata akapaka akampiga, akamwambia hospitali haiwezi kusaidia chochote. So huku kwa kina Eric na mama yake akamwambia bwana, nikipiga simu hapokei, lakini message anajibu. Mimi nahisi hapa kutakuwa kuna tatizo, labda umpigie tena. So akampigia, rafiki yangu vipi, habari za safari? Akamwambia nzuri, unarudi lini? Akamwambia narudi Jumapili. So mama akawa anawaza sasa inakuaje, Jumapili ni karibu. Akamwambia Alex, inabidi umcontrol huyu, umtrain Jumapili wakija wageni aweze
aweze kubehave vizuri. So ikabidi Alex amtrain, amwambie bwana kuna wageni leo wanakuja, kwa hiyo usilete mambo yako, ukae kwa kutulia. So basi akawa anamwambia usimshikishike hivyo, wewe muelekeze tu cha kufanya. So Jasmine pia lakini akawa anatamani kuwa karibu na Alex. So mama akawa anamkaripia Jasmine, kila akimkaripia Jasmine naye anakuwa mkali. So wageni wakaja, wakafurahi kumuona, karibuni jamani familia. Kwa Eric akamwambia sasa kwa na mpenzi wako. Sasa Eric kila akimuongelesha Jasmine anarudia yale maneno ambayo alikuwa amekaririshwa na Alex. Ikabidi amngate mkono. Ngata mkono pale ikawa vurugu, akaanza kupiga kelele pale. Ikabidi sasa wale kina familia Eric na mama yake waondoke. Huku kichaa kimepanda. Sasa huyu mama anamlaumu Alex kwa kushindwa kumzuia na kushindwa kumwambia ajicontrol. Akamwambia hapana. Kwa huyu kila anapokuwa anamfokea Alex, huyu Jasmine naye pia anakuwa mkali kwa mama yake. Kwa anakuwa ni kama ngao kwa huyu Alex. So ikawa ni vurugu sana, ikabidi Alex amtulize pale Jasmine. So kurudi huku jamaa anamwambia mama ni kitu gani kinakiona? Huyu Jasmine amekuwa vampire, amekuwa zombie, ananingata mimi, amekuwa kichaa. Yaani kwa nini amekuwa kichaa Jasmine? Yani ndio maana siku zote walikuwa wanaficha. Huyu akamwambia inabidi tuonane uniambie ukweli. So huyu akaonana, akamwambia sasa rafiki yangu, mimi nilifanya makosa, ilibidi nimbakee dawa huyu kijana waachane na binti yangu, lakini imemrudia binti yangu. Ikabidi mama aambiwe muombe msamaha. Kaambia muombe msamaha huyu kijana na tutafute njia ya kufanya. So baada hapo kasia kelele chumbani kwa Jasmine akawa anatoka anakuja huko sebleni. Kwa hiyo ikabidi na wageni wakimbie. So ilikuwa ni balaa sana. Kwa hiyo hapa wakawa wanatazamana, mama na mtoto hawaelewi kwa nini aibu imetokea katika hii familia. So huyu mama yake na Jasmine akawa anaongea na rafiki yake, anamwambia muombe msamaha Eric. So imefika hapa Alex akawa amepata wazo baada ya kuongea na mama yake, akamwambia bosi, nimeongea na mama, ametuambia tumtafute mtaalamu, kwa maana mchungaji, mtumishi wa Mungu aje kumuombea binti yako, aje kumuombea Jasmine, atapona tu. Na kila kitu nimemwambia kuhusu ulichonifanyia, amesema amesamehe, kwa hiyo hakuna shida yoyote. Kwa hiyo basi ile kesho yake mtumishi wa Mungu akafika pale. Sasa akawa ametumwa Alex akamuita Jasmine. Alex amerudi akamwambia Jasmine amekataa kushuka chini. Akamwambia mtumishi wa Mungu akasema hakuna shida, mimi nilijua tuweze kushuka kwa sasa, lakini tuendelee na maombi. Kwa hiyo ikabidi waendelee na maombi. Kuendelea na maombi akamwambia na siku ya pili pia nitakuja. Kwa siku ya pili alikuja na mafuta, ikabidi wapake mafuta wote kwa ajili ya kuwaondosha na dhambi na kuwalinda na nguvu za giza. Umeona? Kwa hiyo kuna zoezi la kuwapaka mafuta na kuwasafisha, na kila mtu ambaye alikuwa ameshiriki mambo ya giza na kuwasafisha wote. Ilikuwa ni zoezi ambalo lilifanyika hapa, lakini ilipofika kwa zamu ya Jasmine alionyesha kutaka kupandisha mashetani yake, lakini Alex alimtuliza na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. So baada ya hapo pia mchungaji alichukua ile mafuta akaenda akamkabidhi mama, akamwambia bwana, utakuwa unampaka mwanao na kila ukimpaka utakuwa pia unamnywesha, na katika zoezi hilo utakuwa unasoma Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 kwa ajili ya kumsaidia kumuondosha na hizo nguvu za giza. Kwa mama akaanza zoezi la kumwombea binti yake, anampaka mafuta, anamnywesha mafuta kwa kipindi cha siku 10 ambazo aliambiwa na mtumishi wa Mungu afanye hivyo kwa ajili ya kumweka sawa Jasmine na kumuondosha na nguvu ya giza. So zile zoezi lilienda wiki kadhaa zikapita, lakini Jasmine akaanza kutengemaa, akaanza kuwa vizuri, akaanza kurudi katika hali yake ya utimamu wa akili. Zoezi likawa linaenda vizuri kiukweli na consistency ikawa ni nzuri. Jasmine akawa anakunywa dawa, Jasmine akawa anatulia, sasa yale mambo yake akawa yametulia, mwisho siku akapona kabisa. Kwa hapa huyu mama Lady B akamwambia jamani, mimi mwanangu Jasmine na Alex sina lolote la kupinga dhidi yenu, maadamu mnapendana sina cha kuzuia. Kwa huyu rafiki yake pia na yeye pamoja na Eric wakasema kama wamependana mimi sina cha kuzuia chochote, madam ni tunatamani furaha ya Jasmine iende pale pale. Eric naye akasema mimi sina la kupinga, kwa sababu kama ndo furaha yake iko kwa Alex basi awe na Alex tu. Huyu Lady B naye akasema jamani, nawashukuru sana kwa kunisamehe, kwani makosa niliyofanya ni makubwa sana, nilitamani kuwaachanisha na kuondoa furaha ya mtoto wangu. Huyu Eric akamwambia Alex, sikia bro, huyu ni kama dada yangu Jasmine, kwa hiyo mtreat vizuri, umheshimu, umpende na umpe kila kitu anachostahili kama mwanamke yote mzuri anastahili, na ukifanya tofauti mimi nitakula sana moja na wewe. Na pia akamwambia kuna deal nataka tufanye la biashara, kwa hiyo nimeona wewe ni mtu mzuri tu, hauna shida. Basi wakapeana mikono pale, ikawa ni amani. So
ikabidi zao wajumuike kwa pamoja, kuwa na party, kufurahia, kuenjoy, kupop champagne. Familia mpya wanaanza mwanzo mpya, kila kitu kinaanza upya kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo na huo ndo unakuwa mwisho wa kigongo chetu hiki. Ulikuwa na Mr. Swahili Recaps. Tunane mpaka wakati mwingine.